Ukraine imeingia katika makubaliano mapya ya miaka 10 ya ushirikiano wa uuzaji na uendelezaji wa silaha na nchi tatu za Mashariki ya Kati, nchi ambazo ni Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu UAE na Qatar, katika hatua inayoonyesha kuongezeka kwa ushawishi wa Kiev katika soko la ulinzi la kimataifa, hasa kwenye teknolojia ya vita vya drones na mifumo ya ulinzi wa anga. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alithibitisha makubaliano hayo katika mahojiano ya televisheni ya taifa ya United News, akieleza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya mpango mpana unaojulikana kama Drone Deal, unaolenga kuunganisha uzalishaji, uuzaji na utafiti wa pamoja wa teknolojia za kijeshi kati ya Ukraine na washirika wake. Kwa mujibu wa Zelensky, mpango huo hauhusishi tu mauzo ya silaha, bali pia ujenzi wa viwanda vya pamoja ndani na nje ya Ukraine, pamoja na miradi ya ulinzi wa anga inayofadhiliwa na mataifa washirika. Alisema pia kuna mikataba zaidi ya 10 inayotarajiwa kuundwa chini ya mfumo huo. Aidha, Zelensky alifichua kuwa zaidi ya nchi 11 nyingine, hasa kutoka Mashariki ya Kati na eneo la Ghuba, tayari zimeonyesha nia ya kuingia katika ushirikiano huo, huku pia mataifa ya Caucasus yakianza kuzingatiwa katika mpango huo wa muda mrefu. Mpango huo wa Drone Deal unatokana na uzoefu wa Ukraine katika vita vinavyoendelea, ambapo nchi hiyo imekuwa mmoja ya viongozi wa dunia katika teknolojia za kupambana na mashambulizi ya drones na mifumo ya ulinzi wa anga. Ukraine imeunganisha mifumo ya zamani ya Kisovieti, silaha za magharibi, vita vya kielektroniki pamoja na vikundi vya ulinzi vya ardhini ili kukabiliana na mashambulizi ya anga. Moja ya hoja kuu inayosukuma ushirikiano huu ni tofauti kubwa ya gharama katika vita vya drones. Drones za mashambulizi zinaweza kugharimu kati ya $20,000 hadi $50,000, wakati makombora ya kuzidungua na kuzipiga chini kutoka mifumo kama Patriot yanaweza kugharimu mamilioni ya dola kwa kila uzinduzi mmoja. Hali hii imefanya mataifa mengi kutafuta suluhisho la bei nafuu na la tabaka nyingi katika ulinzi wa anga. Zelensky alisema kuwa Ukraine tayari imejenga mfumo wa kipekee wa ulinzi wa anga unaochanganya teknolojia mbalimbali, akisisitiza kuwa uzoefu huo umetokana moja kwa moja na vita vinavyoendelea na Urusi. Katika hatua nyingine, Ukraine pia inaendelea kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na mataifa ya Ulaya kama Ujerumani, Italia, Norway, Sweden na Uholanzi, huku pia ikiwa na miradi inayoendelea na Uingereza na Ufaransa. Kwa ujumla, makubaliano haya yanaashiria mabadiliko makubwa ya Ukraine kutoka kwa mtumiaji wa msaada wa kijeshi hadi kwa muuzaji na mshirika wa teknolojia ya ulinzi duniani, hasa katika enzi ambapo vita vya kisasa vinazidi kutegemea drones na mifumo ya gharama nafuu lakini yenye ufanisi mkubwa.